Habari za wakati huu mtazamaji wa Biseko TV. Karibu katika kipindi chetu cha maadili ambacho kitakuwa kinakujia kila siku ya Jumanne ifikapo pale saa 7 kamili mchana, ambako utakuwa nami mtangazaji wako Auntie Flora pamoja na mtangazaji mwenzangu Auntie Nancy. Mada yetu kwa siku ya leo itakuwa ni matumizi ya lugha. Kama tunavyojua, matumizi ya lugha mbaya yamekuwa yakienea sana kwa kasi katika jamii yetu hii ya kisasa. Tumekuwa tukiona lugha mbalimbali, yani vijana wakitumia lugha mbalimbali mbaya, ikiwemo lugha za matusi, lugha za dhiaka, lugha za kashfa, ambazo zinapelekea maadili yetu kwa namna moja au nyingine kwenye jamii kupungua. Au tukisema maadili kwa jamii yetu yanakuwa yanashuka. Matumizi haya ya lugha yanaweza kuathiri sana maadili ya vijana kwa ujumla. Baadhi ya athari za matumizi mabaya ya lugha kwa vijana ni kama cha kwanza ni kupoteza heshima. Sidhani kama Auntie Nancy, ikitokea kijana ukapita mfano mahali akatokea kijana akaongea lugha mbaya au lugha chafu, sidhani kama heshima itakuwepo kama mwanzoni. Kwa kweli hapo lazima heshima ipungue. Maana ya kwanza ni vitu ambavyo havitakiwi katika jamii yetu. Yani zile lugha mbaya, lugha chafu hazitakiwi kabisa kutumika katika jamii yetu. Kwa hiyo huyo mtu atakuwa ameshusha maadili ya jamii. Na kwa jamii yetu sasa hivi, yani vijana kuongea lugha mbaya, lugha chafu, yani imekuwa ni kama salamu, yani kama jambo la kawaida kabisa. Kama vijana wa kwetu sasa hivi, unakuta kijana anakuambia, yani badala mfano kapigwa simu na mwenzake, directly neno la kwanza analoanza nalo linakuwa ni tusi. Na kwa wao wanasema yani ni sawa, unaona kama ni sawa, ila kwa sisi enzi zetu huko nyuma, yani huwezi ukawasiliana na mtu kwa kutumia lugha hiyo. Kwanza yani utaonekana ni mtu ajabu, utaonekana na hisi hata unajua ntina. Tukikosa maadili kunakuwa na madhara kwa maendeleo ya kiakili. Vijana wanaotumia lugha isiyofaa wanakuwa wanashinda kwenye maendeleo yao ya akili. Mara kwa mara inaweza kuathiri uwezo wao wa kufikiri na kina, yani na ile uwezo wa kufikiri kwa kina kwa ajili ya kutatua matatizo yao. Hii inaweza kuathiri maendeleo ya kijamii, ya kiakili na kimaadili. Madhara mengine ya kutokutumia lugha sahihi au lugha sanifu kwa vijana, ikiwa ni pamoja na madhara kwa maendeleo ya kiakili. Madhara mengine ya kutokutumia lugha sahihi ama lugha sanifu ni pamoja na madhara kwa maendeleo ya kiakili. Auntie Nancy, wewe unaonaje hili? Pale vijana ambapo wanapokuwa watumii lugha ya maadili vizuri, hii inaweza kuathiri jinsi wanapofikiria na watakashindwa kutatua matatizo yao. Hii ambapo inasababisha kutoelewana na jamii na maendeleo ya kimaadili pia inapungua. Sasa tunaenda kuangazia upande mwingine ambako ni nini kifanyike ili haya madhara ama hizi athari za matumizi mabaya ya lugha zisitokee. Auntie Nancy, wewe unatoa maoni yapi? Vijana watakapojiepusha na kutumia lugha chafu na matusi, na badala ya kutumia lugha yenye heshima na staha, watapata manufaa mbalimbali katika maisha yao. Hapa ni baadhi ya manufaa ambayo yatakayomsaidia. Kwanza, kuimarika kwa uhusiano na jamii. Auntie Flora, katika hii point unaonaje? Kuimarika kwa uhusiano na jamii. Mara zote nahisi jamii inapenda yule kijana ambaye anawajibika, kijana ambaye anatumia lugha nzuri, kijana ambaye ana tabia nzuri. Sasa sidhani nahisi sasa kijana akishakuwa na sifa zote hizo tatu, akiwa ni mwajibikaji, ana tabia nzuri na anajua matumizi sahihi ya lugha na wapi ya kutumia, nahisi jamii itampenda na itamuelewa pia. Naam.
Ya, ni kweli, ambapo ataweza kuimarisha uhusiano wake mzuri pamoja yeye kama yeye na familia yake pamoja na marafiki zake na jamii kwa ujumla. Manufaa mengine ambayo atapata kijana ni pamoja na kupata heshima kutoka kwa watu wengine. Kijana ambapo atatumia lugha ipasayo katika jamii, atapata heshima kutoka kwa watu wengine kwa sababu wanajua anatumia lugha safi. Hivyo watu wengine wanamwamini kwamba hata tukimfuata fulani anaweza kuongea vitu ambavyo vina maana. Manufaa mengine kwa kijana anapokuwa na maadili, anaweza kupata heshima kutoka kwa watu wengine. Hii vijana wanapata heshima kutoka kwa watu wengine pale ambapo wanatumia lugha yenye stara, ambapo hata watu wengine wanaweza wakawa na kitu chao, labda wakasema kuna kijana fulani anaongea lugha safi, kwa hiyo anaweza wakamweka katika fursa mbalimbali. Hivyo ni muhimu sana kutumia lugha yenye maadili, lugha safi. Pia kijana anapokuwa na maadili, anakuwa anaweka mazingira ya amani na kuepuka migogoro. Unakuta labda mfano kwenye jamii imetokea migogoro, sijui watu hawajaelewana. Kwa sababu yule kijana ana maadili, ataepuka ile migogoro isiyofaa. Hivyo anaweza katoa ushauri, anatatua changamoto za pale na yanahakikisha kila kitu kimekuwa sawa kutokana na ile lugha anayokuwa anatumia kushawishi watu. Hivyo anaweza kumuelewa kwa sababu huyo kijana ana maadili. Pia kukuza ustawi wa kiakili na kisaikolojia. Kijana anapokuwa na maadili katika jamii hufanya kuwa mfano bora kwa watu wengine. Kijana anapokuwa anatumia lugha safi na yenye maadili huvutia watu wengine pia kuiga mfano wake katika jamii. Hii inasaidia kuwavuta watu wengi waweze kuwa kama yeye. Kwa upande wako Aunty Flora, unalizungumziaje hili swala? Asante sana Aunty Nancy. Na kwa upande wangu kama mhadhiri wa maadili, nasisitiza sana jamii yetu pamoja na wazazi kuhakikisha kwamba wanaweka jicho la pili kwa vijana, kwa sababu kama tunavyojua vijana ndo jamii, ndo serikali ya kesho, ndo jamii ya kesho. Kwa hiyo tuangalie sana ili waweze kufuata maadili ambayo tuko nayo kwenye jamii zetu. Kufikia hapa tunatamatisha kipindi chetu cha maadili ambacho tulikuwa nasi kuanzia pale ilipofika saa 7 kamili mchana, na mpaka sasa hatuna tena la ziada bali kukuaga mtazamaji wetu wa Biseko TV, na tunakukumbusha tu usisahau kutembelea zile